Assalamu alaikum. Nashukuru. Karibuni Safina High School. Tukiwa leo tunashirikiana na Mewa Digital Platform kuwafikishia lesson ya hesabu. Tumeungana na Mewa katika program hii ya revision for KCSE 2025 ambapo tutakuwa na online lessons za mathematics, chemistry, physics, biology, English, Kiswahili, religion, Arabic. Tutakuwa na masomo tofauti na yatakuwa hosted kwenye website ya Mewa Digital. Ikiwa unaitaka hiyo link ya masomo, nitafute mimi kwenye WhatsApp 0717 588 568. So hatutaki kupoteza wakati mwingi. Leo tunataka tufanye revision ya paper 1. Paper imekaa vipi na ndani yake tutasoma mambo gani. Lakini kwa wale ambao hawaijui Mewa, tunawakaribisha muzidi kuijua. Mewa inasimamia The Muslim Education and Welfare Association. Katika logo yetu unaona hapo tunasema, are they equal, those who know and those who don't know? Je, wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Ambapo hiyo imetolewa kwenye aya ya Qur'ani. Tutaiangalia karibu na mwisho wa lesson yetu. So Mewa iko na kitengo cha library, iko na kitengo pia cha upande wa hospitali. Ukiingia tu Google ukisearch Mewa Mombasa, utakutana na Mewa Hospital na directions za kufika, na pia utakutana na Mewa College, utakutana pia na Mewa Library, ambapo ukitutembelea kwenye ofisi zetu hapo Majengo Mombasa, utakutana na maendeleo ya aina nyingi yaliyotengwa kwa sababu ya jamii. So Mewa inasimamia Muslim Education and Welfare Association, ambayo it is a non-profit organization. Imeekwa kwa sababu ya maendeleo ya jamii. So katika program hii tuko na sponsors ambao wanataka kuona matokeo yenu katika KCSE 2025. Na one of the main sponsors ni Mamuji Foundation. Kwa hivyo tunatuma shukrani za dhati kwa mzee wetu mheshimiwa Mr. Musti Mamuji. Na pia tunatuma shukrani za dhati kwa organizing committee ya Mewa katika Mewa Education Board, na pia katika Board of Management ya Mewa. Otherwise tunatarajia tutashirikiana na nyinyi wanafunzi wa hapa Mombasa na wa kwingine ndani ya Kenya na kwingine pia ulimwenguni katika kufanya revision ya hizi concepts. Masomo yote yatapatikana. Mimi ni wenu Mr. Salman kutoka Safina High School, na contact zangu za mashauriano ni hizi hapa 0717 588 568. So karibuni katika lesson yetu ya leo. Lesson yetu tutaangalia leo ni mathematics paper 1. Vitu gani vinavyokuwa tested ndani? Paper imekaa vipi? So paper 1 imekaa namna hii. Utaona kuna section 1 maswali mafupi kama hii. Question ya kwanza hapa ni fractions form 1. Question ya pili ni maswala ya LCM, bado hiyo ni form 1 mathematics. Question ya tatu hapa ni maswala ya rotation, hii ni form 2 mathematics. Question ya 4 ni linear inequalities, form 2 mathematics. Question ya 5 ni maswala ya polygons, hii pia bado ni form 1 mathematics. Unaona hii paper 1 imekusanya vitu vingi vya form 1 na form 2. Ukienda question ya 6, maswala ya speed na time, hii mtoto wa primary anaweza akafanya, lakini kwa syllabus ni maswala ya form 2. Question ya 7, quadratic identities, algebraic expressions, hizo ni form 2.
Question ya 8, commissions. Hiyo ni form 1. Form 1 mathematics hiyo. Question ya 9 imekuja vectors, lakini a very simple question kwenye vectors. Hii ni form 2 topic ya mwisho, vectors. Number 10 tena imekuja masuala ya rates and ratios, masuala kuhesabu pesa kwa kutumia rates and ratios. Hii ni topic ya form 1, rates and ratios. Hata mwanafunzi wa primary anaweza kufanya kama alikuwa amesoma vizuri hesabu za primary. Number 11, solve for theta. Hii ni trigonometry 1, trigonometric identities. Unachukua hiyo 2 theta minus 15, una add plus 3 theta, unasema is equals to 90. Very simple question, number 11. Number 12 ni construction. Construction yenyewe ni ya form 1, lakini sisi tunapendelea kuisoma form 4 tukifika kwenye topic ya geometric constructions and loci. Number 13, Ali left Mombasa for Nairobi. Hili ni swali la measurement of time. Kwa hivyo hili ni swali la primary, ama ukitaka unalifanya form 1 katika measurement of time. Number 14, a frustrum, similarity and enlargement, topic ya form 2. Number 15, nafikiri mnaiona hiyo ni indices, question ya form 2. Na kwa wale ambao wanapendelea kuifanya hii full paper, of course ukiingia tu YouTube, ukisearch kwenye YouTube Safina High School, ingia YouTube, search Safina High School, utaona kwamba hii paper nzima tumeifanya. Ingia tu upande wa home, videos, playlist. Ukienda upande wa playlist utaona tuna maswala mengi sana tumeyafanya, na kuna full papers pia zingine tumezifanya. If you need more full papers, unajua namba yetu ya WhatsApp ni ile ile ya kawaida tu, 0717588568. Na pia tunawatayarishia platform ya Mewa Digital, ambapo kwenye Mewa Digital utaweza kudownload maswali, majibu, utaweza kufanya test, utaweza kushirikiana na wenzako, na pia utaweza kudownload videos ambazo unaweza ukaangalia kama lessons. Kwa hivyo tusipoteze wakati hapo, tuendelee na lesson yetu. Number 15, question ilikuwa ni ya indices. Number 16, a very good question ya calculus. Hii hapa ndio topic ya form 4 ya peke yake ambayo iko paper 1, calculus. Number 17, masuala ya rates and ratios. Hii bado ni concept za primary school. Kwa hivyo ukiwa umemakinika unaweza ukalifanya hili swali as long as you are a good student from primary. Kama ulikuwa hujazipata primary, bado uko na chance ya kuzirejelea ukiwa high school. Number 18, hii ni masuala ya length, perimeter, area and volume. Hii ni measurement. Inaweza ikaitwa trigonometry na pia inaweza ikaitwa measurement. Topic za form 2 hizi. Number 19, elimu school bought, kisha kaambiwa use the matrix method. Hii ni topic inaitwa matrices, ni topic ya form 3. Katika topic za form 3 ambazo zinaletwa paper 1, kuna topic 3 peke yake. Ya kwanza ni hii matrices, ya pili ni hii hapa trigonometry 2, na ya tatu ni hii hapa quadratic equations. Hizo ndio topic 3 za form 3 ambazo zinaletwa paper 1. Otherwise paper 1 nzima ni topic za form 1 and 2. Kama ukiangalia hii hapa vectors ni form 2. Number 22 ilikuwa swali la vectors. Alafu number 23 ilikuwa ni swali la statistics. Kisha swali la mwisho tena likaregelewa calculus. So that was how KCSE 2021 ilikuja. Number 24 ilikuwa ni calculus. Question hii hapa kwa wale ambao wanataka kuikopi, unaweza ukaweka pause, ukakopi swali ukalijaribu. Number 23 hii hapa uliambiwa calculate the mean mass, alafu calculate the median. Number 22 hili lilikuwa ni swali la vectors. Unaliona hapo 2 plus 2 4, 3 plus 3 6, swali la 10 marks. Liangalie swali ulijaribu kama unalitaka. Number
21 quadratic equations 4 plus 6, hiyo ni 10 marks. Hii hapa next tuliambiwa calculate the area of the quadrilateral, na hapa swali lilikuwa limekaa namna hii. Kwa hivyo kwa wale ambao wanataka kulifanya number 20, unaweza kulijaribu kabisa ukanitumia working zako kwenye hiyo namba niliyopeana. Number 19 ilikuwa ni matrices. Kwa wale ambao wanataka kujaribu swali unalisoma kisha unalijaribu. Number 18 ni swali la area measurement, unaweza ukalisoma swali ukalijaribu kabisa. Number 17 ilikuwa ni swali la rates and ratios. Maswali yaliyobaki kuanzia number 16 hapo tuliona ni calculus. Number 15 tuliona indices. Number 14 similarity. Unaweza ukaweka pause ukajaribu haya maswali kabla mimi sijaya workout, lakini leo sitaki kuya workout yote. Leo nataka tu tuchague topic moja tuisome kwa undani. Lakini tunawakaribisha katika revision ya KCSE Mathematics, tukiwaambia kwamba Mathematics ni booster subject. Mkiwa na morali, mkishirikiana na sisi, mkikubali guidance yetu, mtaona kwamba huu muda uliobaki unatosha kwenu nyinyi kuperform vizuri sana. Number 9 hiyo hapo vectors, number 8 commission, number 7 quadratic identities, number 6 hiyo ni linear motion, speed na time, number 5 ilikuwa ni polygons, number 4 ilikuwa ni linear inequalities, number 3 ni rotation, number 2 ni LCM, na mwisho number 1 ni fractions. Kumbuka kwamba section 2 huwa tunachagua maswali matano. Ukipata maswali matano, yaani topic 5, 10 times 5 ni 50. So wacha sisi tu focus na haya maswala ya section 2 kwanza, tuangalie 10 marks zinavyopigwa. So tungependa leo tu discuss topic hii ya 10 marks ambayo ndani yake imechanganya quadratic identities, imechanganya masuala ya quadratic identities na quadratic equations. Kwa hivyo hii ni quadratics. Na ningependa kwanza niwapatie introduction ya how to expand brackets. Bracket kama hizi x minus 4 squared alafu x minus 8 times 2x plus 7. How do we expand brackets? Wacha nianze na hii ya kwanza. X minus 4 squared yamaanisha x minus 4 times x minus 4. Please tujulishe ikiwa unatufuata hivi sasa. Comment, let us know unatoka shule gani na county gani. Comment hapa kwenye comment section yetu ya Mewa Digital, na pia hii video utaipata kwenye video za Safina High School. So comment tujulishe unaangalia kutoka skuli gani na county gani. Upande wa kwanza hapa tumeona x minus 4 squared ambayo yamaanisha x minus 4 times x minus 4. Na upande wa pili hapa tumeona kwamba kuna x minus 8 times 2x plus 7. Sasa tunaweza tukagawanya hii mpaka hapa tukatafuta nafasi ya kuworkout. So tuanze upande wa kwanza. Upande wa pili hapa kulikuwa na masuala ya linear motion ambayo ndani yake pia imechanganya na quadratic equations. So linear motion ambayo imechanganya na quadratic equations. Kumbuka kwamba quadratic equation ni topic ya msingi yenye marks nyingi sana. Itakuzoezesha algebra, na ukishajua algebra unaweza ukafanya topics nyingi na ukazielewa. So tuanze na hili swali. X minus 4 times x minus 4. Utaanza namna gani? Utaanza na hii x ya kwanza. So tutachukua x into brackets. Alafu ya pili tutaweka x minus 4. Kisha tutaendelea na minus 4 into brackets. Alafu tena tutaweka x minus 4. Haya, is equals upande wa pili sasa. Kuna x alafu times bracket ya pili ambayo inasema 2x plus 7. Kisha kuna minus 8 alafu tena times 2x plus 7. Acha tuiandike kwa makini hiyo. Kwa hivyo x into brackets 2x plus 7 kisha minus 8
into brackets 2x plus 7. Tuanze kufungua hizi brackets. X times x tutapata kwamba ni x squared, kisha minus x times 4 ni 4x, alafu minus 4 times x ni 4x, alafu minus 4 times 4 ni 16, kisha is equals to x times 2x tutapata ni 2x squared plus x times 7 ni 7x, alafu minus 8 times 2x ni 16x, alafu mwisho tuko na minus 8 times 7 ambayo ni 56. Bracket zimefunguka. Sasa tunaweza tuka collect like terms, alafu baada ku collect like terms tukapiga quadratic equations. Kwa wale ambao hawajaelewa hapa, musiwe na wasiwasi, tafadhali tutafuteni kwenye WhatsApp yetu hii ya kawaida. Namba yangu mimi Mr. Salman kutoka Safina High School ni hii hapa 0717 588 568. Tutawapatia pia namba ya Mewa Digital ambayo kwa sasa hapa sijaiweka, lakini nitawapatia namba ya Mewa Digital muweze kutucontact na tuwaunge kwenye group ambayo mutakutana na walimu tofauti tofauti na wanafunzi tofauti tofauti, mupate kusaidiana kwenye masomo. Haya, tuendelee hapa sasa kuexpand hizi brackets. Kwa hivyo x squared minus 4x minus 4x, una collect like terms. X squared huyu tutampeleka upande ule wa pili. Kwa hivyo tutaanza upande wa pili na 2x squared, kisha minus x squared, alafu hapa tuna plus 7x minus 16x. Ama ngoja wacha kwanza ni simplify zaidi kidogo. X squared hapa yuko peke yake, kisha minus 4x minus 4x itakuwa minus 8x, kisha hapa bado kuna minus 16, alafu is equals to 2x squared plus 7 na minus 16. 7 minus 16 ni kama tu minus 9x, manake plus 7 unazo 7 minus 16 wadaiwa 16. 7 minus 16 itakuwa negative 9, alafu hapa kuna na minus 56. Tuendelee paka hapo. X squared minus 8x minus 16 is equals to 2x squared minus 9x minus 56. Sasa naweza anza ku collect like terms za pande zote mbili. Nitaanza upande wa huku kwa sababu 2x squared ni kubwa kuliko x squared. Kwa hivyo acha nianze kule na 2x squared, alafu x squared akienda upande wa pili atabadilika minus x squared. Kisha tulikuwa na minus 9x, alafu huyu minus 8x akiruka upande wa pili atabadilika plus 8x. Alafu mwisho tuko na minus 56, kisha minus 16 akienda huyu si minus 16 kwa sababu hapa kulikuwa na minus 4 times minus 4. Kwa hivyo huyu ni plus 16 na hapa pia ni plus 16. Haya, plus 16 akiruka upande wa pili atabadilika minus 16. Yamaanisha on the first hand side of the equation kabla ya is equals hatuna tena kitu, tumebaki na 0. Tuweza tukaja tukaandika mwisho is equals to 0. Ikiwa hujaelewa, kumbuka unaweza kati contact kwenye WhatsApp nikakupatia example slow but sure mpaka ukazifahamu. Tuko pamoja? Aya, tuendelee sasa. 2x squared minus x squared itatupatia ngapi? Itatupatia 1x squared. Alafu minus 9x plus 8x, hapo si tutapata minus 1x. Kisha minus 56 na minus 16 itakuwa ni minus 72 is equals to 0. Sasa hapo ishatutengezea quadratic equation. Kuna method tatu za kusolve quadratic equation ambayo hizi ndio maarufu sana. Method ya kwanza inaitwa quadratic factorization. Sawa hiyo? Method ya pili inaitwa completing the square method. Kwa hivyo method 1 inaitwa factorization method na huwa tunatumia the product sum factor method.
Method ya pili inaitwa completing the square method. Alafu method ya tatu inaitwa the quadratic formula. Hii method ya tatu ndio rahisi, quadratic formula. Na tukimaliza kufanya hili swali, tutazifundisha hizi method zote tatu kwa wale ambao walikuwa wanataka kuzijua: factorization, completing the square method na formula method. Lakini kwa kusolve swali hili hapa, nataka nifanye na factorization method. Factorization method inafanywa hivi. Kwanza unatambua a, b na c kwenye hii formula, kwenye hii equation hapa. A ni namba ambayo iko kabla ya x squared. Kwa hivyo hapo a itakuwa ni 1 kwa sababu tuna 1x squared. Kisha b ni namba ambayo iko kabla ya x. Kwa hivyo b hapa itakuwa minus 1 kwa sababu tuko na minus 1x. Alafu c ni ile namba ambayo haina x. Kwa hivyo c itakuwa negative 72. Ukishapata hizi a, b na c, unaweza ukatumia formula ama unaweza ukatumia factorization. Mimi nataka kufanya na factorization. Kwa hivyo itabidi kwanza nitafute product, sum na factors. Hizi tatu ndo zitanisaidia kufactorize. Product ni namba ambayo unachukua a times c. Kwa hivyo a times c ni 1 times negative 72. Tutapata negative 72. Kisha sum ni hiyo b, na b hapa ni negative 1. Kwa hivyo product ni negative 72, alafu sum ni negative 1, alafu factor watafuta namba mbili. Namba hizi mbili ukizimultiply wapata negative 72. Namba hizo mbili ukiziadd unapata negative 1. Sasa namba hizo zitakuwa gani? Namba hizo zitakuwa ni 8 times 9. Kwa sababu 8 times 9 ni 72, na ukichukua 8 plus negative 9, yani 8 minus 9, utapata jibu ni negative 1. So tushapata hiyo. Tushapata kwamba product, sum na factors. Factors ni 8 and negative 9. Sasa how do we use these factors? How do we use these factors? Na kuonesha sasa hivi. So hizi factors mbili unazitumia hivi. Unarejelea ile question yako x squared, lakini badili ya minus 1x waandika hizi mbili. So nitaandika plus 8x alafu minus 9x. Kisha waendelea kama vile ilivyokuwa kule juu, ilikuwa endelea minus 72 alafu mwisho is equals to 0. Sasa una factorize hizi term mbili za kwanza, unazifactorize kivyake, alafu hizi term mbili za mwisho unazifactorize kivyake. Of course nimekwambia kama hujaelewa endelea kusikiza, alafu tegesha sasa nikifundisha full topic factorization. Sawa? So katika hizi mbili utachukua x alafu into brackets x plus 8. Kisha utaendelea na minus. Katika 9x na 72 kilichofanana ni 9 peke yake. So utaweka 9 into brackets, ndani tena itabaki x plus 8. Alafu mwisho is equals to 0. So baada kufactorize namna hiyo, utachukua hii x ya nje minus 9 ya nje, utasema x minus 9, na ya pili itakuja x plus 8. Kisha is equals to 0. So kama x minus 9 ni 0, tutasema kwamba x is equals to 9. And ama or, ikiwa x plus 8 ni 0, tutasema x is equals to negative 8. Kwa hivyo majibu ni mawili, x is negative 8 or x is 9. Tumemaliza hizo 4 marks ambazo ndani yake zimechanganya quadratic equations na quadratic expressions, ikiwa pamoja pia na masuala ya quadratic identities. So wacha sasa tutafute nafasi kando, tuzifungue hizi topic polepole mpaka zieleweke. Quadratic expressions and equations. Kwa wale ambao wanajua hii topic, hapa wacha niwasaidie tu kuform equation. Equation itakuja hivi, hapa itakuwa 6 over
2x minus 3, kisha minus 2.4 over x, alafu is equals to 16 over 60. Lakini otherwise ikiwa huijui tutafute kwenye WhatsApp 0717 588 568 niweze kukueleza hii topic kwa undani. Otherwise kwa lesson yetu ya leo nataka nifundishe haya mambo matatu: factorizing, completing the square na the quadratic formula. Na muhimu kabisa katika hizo ni introduction to algebra, how to expand brackets. Alafu baada ya how to expand brackets tutaangalia how to factorize brackets. Expand brackets then factorize. So are you ready? Tuanze. How do we expand brackets? Sasa ndio lesson yetu ya leo inaanza. Tunaanzisha chini kabisa ili mjue hata kama ulikuwa una fail kwenye maths, you have a chance. Unaweza ukasoma, unaweza ukapita, unaweza ukafaulu. Time iko nyingi, bora tu wewe uamue utaanza mazoezi leo, usingoje kesho. So tunaanza chini kabisa. How do we expand brackets? Mfano unaambiwa hivi: 2 into brackets a plus b. Nimekupatia mifuko miwili, katika kila mfuko kuna apple moja na banana moja, a plus b. Utakuwa umetokana nini? Ukifungua hii utaona kwamba utachukua 2 times a, utapata 2a, kisha plus 2 pia times b ambao utapata ni 2b. So utatoka na 2a plus 2b, 2 apples and 2 bananas. Are we together? Question ya pili kwa mfano nimekuambia hivi: 3x into brackets x plus 2y. Utapata nini? Utaanza na hii 3x times x, utapata ni 3x squared, kwa sababu sisi tunajua x times x is x squared. Kisha plus utachukua hii 3x utaimultiply na 2y. So tutaanza na 3 times 2 ambayo ni 6, alafu x times y itakuwa ni xy. Sawa hiyo? Kuenda upande wa right kutoka kwa hii bracket ambayo iko namna hii, alafu kuja hivi, hiyo inaitwa expanding brackets. Sawa? Na kurudi kutoka hapa mpaka ukafika hapa, hiyo sasa inaitwa factorizing brackets. Yaani unaangalia katika 3x squared na 6xy kuna kitu gani kimefanana? Ukiangalia vizuri utaona kuna 3x imefanana. So utakuja hapa nje utaweka 3x, alafu ndani ya brackets utabakisha x plus 2y. So tutafanya factorizing sasa hivi, lakini kwanza nataka muelewe expanding brackets vizuri. Tuendelee. Bracket ya tatu kwa mfano umepawa hivi: 4ax into brackets 2x plus 3a. Utapata nini ukifungua? Utachukua kwanza 4ax utaimultiply by 2x, ambayo 4 times 2 ni 8, kisha a iko peke yake haina mwenzake, x times x itakuwa x squared. So tutapata 8ax squared, alafu plus 4ax times 3a, utachukua 4 times 3 utapata ni 12, alafu a times a itakuwa a squared, kisha x ndo yuko peke yake. So answer itakuwa ni 8a x squared plus 12a squared x. Kumbuka tuanza na hii 4ax times 2x, alafu 4ax times 3a. Yaani una multiply na kila kilichoko ndani ya brackets. Acha tuangalie example mbili tena za simple, kisha sasa tuongeze ziwe a bit more difficult. Kwa mfano umeambiwa hivi: a half a into brackets 2a plus 4b. Utapata nini? Utaanza na a half a times 2a. Kumbuka a half times 2 unaweza ka cancel hiyo 2 ya juu na ya chini kabaki na 1, kisha a times a kabaki ni a squared. Haya twende mbele, plus a half a times 4b. A half times 4
hiyo 2 ya chini utaicancel, itatoka, na hapa hii 4 ona utachukua hivi a half times 4, utacancel by 2 1 by 2 2, kwa hivyo itabaki 1 times 2 ambayo ni 2. Kisha a times b itakuwa ab, so ukichukua a half a times 2a utapata 1a squared, na ukichukua a half a times 4b utapata ni 2ab. Atuangalie example nyingine. 3 over 2a into brackets, 3 over 2a into brackets 8a plus 1 over 3b. Haya, tutapata nini hiyo sasa? Tutaanza na 3 over 2 times 8a. Ukichukua calculator ufanye 3 over 2 times 8, utaona hapo by 2 1 by 2 4, 3 times 4 itakuwa ni ngapi? 12. Kisha a times a utapata a squared, yaani 3 over 2 times 8 utapata ni 12, kisha a times a utapata ni a squared, kisha plus 3 over 2a times 1 over 3b. Hiyo 3 na 3 ita cancel, itabaki 1 times 1 over 2 times 1 ambayo itakuwa ni 1 over 2, kisha a times b itakuwa ab. Ama unaweza ukachukua calculator tu ukachukua ukaconfirm 3 over 2 times 8 kweli utapata ni 12, alafu 3 over 2 times 1 over 3 kweli utapata ni 1 over 2. Kwa hivyo unaweza ukaconfirm answer zako na calculator, and that is how we expand simple brackets. Tuendelee tena. Example nyingine kama hivi. 5x into brackets 2x plus 3x squared itakuja nini? Utachukua 5x times 2x ambayo hiyo ni 5 times 2 ni 10, x times x itakuwa x squared, alafu plus 5x times 3x squared, utachukua 5 times 3 utapata 15, alafu x times x squared, hiyo ni kama x times x times x, manake x squared ni x mara mbili. Kwa hivyo x times x itakuwa x cubed. Kwa hivyo 5x times 2x ni 10x squared, alafu 5x times 3x squared ni 15x cubed. Mko tayari? Tuendelee. Tukimaliza hii page moja tunaangalia sasa more difficult examples. Haya, tuendelee sasa. 5a into brackets, amacha tuweke nje 5a squared into brackets 2a squared plus 3b utapata nini? 5a squared times 2a squared, 5 times 2 utapata ni 10, kisha a squared times a squared utapata ni a power 4, kisha plus 5 times 3 utapata ni 15, na a squared times b utapata a squared b. Example ya mwisho tufunge hii page. Wacha tufanye 3 over 7x into brackets 4 over 9x alafu plus 21 over ngapi tuweke 21 over 4, alafu hapa tumalizie na y. Haya, itakuja ngapi? So 3 over 7 times 4 over 9 utafanya na calculator. 3 over 7 times 4 over 9 utapata 4 over 21. So utakuja hapo utaandika 4 over 21, alafu x times x itakuwa x squared, alafu plus 3 over 7 times 21 over 4 utapata ni 2 and 1 over 4. Ukibofa shift fraction utapata ni plus 9 over 4, kisha x times y itakuwa xy. Kumbuka ilikuwa naweza nikafanya kando hapa 3 over 7 times 4 over 9, nikaona zinavyo cancel by 3 1 by 3 3, juu nikabaki na 4 times 1 ambayo ni 4, alafu chini 7 times 3 ambayo ni 21. Kisha nikachukua na hiyo ya pili nayo 3 over 7 times 21 over 4, nika cancel hapa by 7 1 by 7 3, nikaona 3 times 3 ni 9, alafu 1 times 4 ni 4. Lakini mimi nilichagua kuzifanya na calculator, kwa hivyo hizi working za chini hazina tena kazi. Nafikiri sasa nyote mshajua ku expand bracket zinapokuwa ni simple brackets.
Sasa wacha tuende kwa brackets ambazo ndani yake kuna vitu viwili. Tuangalie tunapata nini. Mfano wa bracket moja ni kama hii, a plus b times c plus d. Je, tutapata nini? If unaijua answer, ingia kwenye comment section to text kabisa. Kama bado unapata tabu kuelewa, si unajua namba yetu 0717 588 568. Hii ni namba yangu mimi, mwalimu wa Safina High School, na pia ukini contact nitakuunganisha na hawa walimu wengine ambao wamejitolea kuungana na sisi katika hii MEWA digital platform, tupate kuwafundisha na mupate kuzielewa. Are we together? Okay. A plus b times c plus d. Nipeni answer. Okay. So utaanza na a kwanza into brackets, kisha utachukua hii bracket ya pili sasa, ambayo ndani yake kulikuwa kumeandikwa nini? Kulikuwa kumeandikwa c plus d. Kisha utaifunga hiyo bracket, utaendelea plus. Hapa kulikuwa na hii b, sio? Kwa hivyo nitaandika plus b, alafu nitafungua bracket, alafu tena nitaandika gani? Hii ya pili, ambayo hii ya pili ilikuwa ndani kuna c plus d. Nimeziandika na kala tofauti ndo uelewe kwamba zilikuwa ni bracket tofauti. Tuko pamoja jamaa? Bracket ya kwanza ilikuwa na a plus b na bracket ya pili ilikuwa na c plus d. So utachukua hii a, utaimultiply na ile bracket nzima ambayo ni c plus d. Kisha utachukua hii b, pia utaimultiply na bracket nzima ambayo ni c plus d. Kwa hivyo sasa baada ya hapo kazi itakuwa rahisi. A times c utapata ac plus a times d utapata ad, alafu plus b times c utapata bc, na mwisho b plus d utapata ni bd. Hiyo imekamilika, hatuna haja kupoteza time zaidi ya hapo. Sasa ukishajua kufungua brackets namna hiyo, I think mnakumbuka huku nyuma tulivyokuwa tunafungua simple brackets. Sawa? Same technique, hata hapa zikawa ni bracket mbili, utazifungua na technique kama hizo tulizosoma hapo juu. Kama kuna fraction unajua kumultiply, kama kuna x na x mwenzake unajua kuweka x squared. Kwa hivyo hiyo inshallah haitakusumbua. Sasa tuingie katika expansion ya hii bracket, lakini using quadratic identities. Kwa hivyo using quadratic identities. Kuna 3 quadratic identities. Ya kwanza ni hii hapa, a plus b akiwa na mwenzake hapa a plus b, yani wamefanana, a plus b times a plus b. Jibu litakuja hivi, a squared plus 2ab alafu plus b squared. Ama mnataka tujaribu ndo mtaona. Hii ni a into brackets a plus b, kisha tena kuna plus b into brackets a plus b. Ukifungua a times a utapata a squared plus a times b utapata ab, alafu plus b times a utapata tena ab ama ba. Kwa hivyo ab na ba hazina tofauti. Kisha mwisho plus b times b utapata kweli ni b squared. So utaona hapa a squared yuko peke yake, kisha plus ab ya kwanza na ab ya pili itakuwa 2ab, alafu mwisho plus b squared. Unaiona hii ilivyokuja? Ndio kama hii ya juu ilivyokuwa. Quadratic identity ya kwanza hiyo. Sawa hiyo? Twendeni quadratic identity ya pili. Quadratic identity ya pili ya kuambia, ikiwa una a minus b, hivi a minus b, alafu mwenzake pia tuna a minus b, jibu litakuja kama lile la kwanza, lakini kuna sign moja itabadilika. Yaani itakuja hivi, a squared minus 2ab, alafu hapa kutabaki vile vile plus b squared. Je, mnataka tuifungue pamoja tuiangalie? Haya tuijaribu. Utaanza na a into brackets a minus b, kisha utaendelea na minus b into brackets, tena utaweka a minus b. Haya tufungue hiyo sasa.
a times a ni a squared kisha minus, a times b ni ab kisha minus, b times a ni ab alafu minus, b times b ni b squared. Umeona ilivyofunguka hiyo? So b hapa kulikuwa na negative b times negative b. Negative times negative itakuwa plus. Sasa tunaweza collect like terms. A squared minus ab minus ab, yani wadaiwa ab ya kwanza alafu wadaiwa ab nyingine. Utadaiwa ngapi? Utadaiwa 2ab. Kisha mwisho tuna plus b squared. So hapo tuko na a squared minus 2ab plus b squared. Imebaki quadratic identity ya tatu bila kupoteza wakati. Ile ya kwanza ilikuwa ni a plus b alafu tena a plus b, lakini hii sasa tutaweka a plus b times a minus b. Unazikumbuka hizi mbili jamaa za kwanza tulizofanya sasa hivi? Tumeangalia a plus b na a plus b, kisha tukaangalia a minus b na a minus b, lakini sasa tuangalia moja ni plus moja ni minus. Jibu litakuja hivi tu, the difference of two squares, ambayo ni a squared minus b squared. Topic hizi ukizitaka kwenye Med Familia utazipata topic hizi mbili, topic 16 and topic 21, quadratic expressions na quadratic equations. Haya, tuendelee sasa. Let us confirm this third quadratic identity. How did we arrive at this answer? We take a and then we multiply it by the second brackets, a minus b. Kwa hivyo a multiplied by the second bracket itakuwa a into a minus b, kisha plus b into brackets, tena hapa tutaweka a minus b. Kwa hivyo tumalizie hiyo. A times a itakuwa ngapi? A times a itakuwa a squared, kisha minus a times b itakuwa ab, alafu plus b times a itakuwa ab, kisha minus b times b itakuwa b squared. Tuendelee hapo. A squared hana mwenzake, tutamwandika tu kama a squared, lakini tuna minus ab plus ab. Wadaiwa ab moja, unayo ab moja, hawa wawili wataondoana, manake ni kama minus 1 plus 1. Kwa hivyo itaisha tu na minus ile ya mwisho, minus b squared. So tumeona kwamba a plus b times a minus b inakuja a squared minus b squared, na hiyo ndio inaitwa the third quadratic identity. Unaona sasa kama hii identity ya pili, a minus b times a minus b, si tumeona jibu linakuja a squared minus 2ab plus b squared. Hii ndo mimi nilitumia hapa kuconfirm answer yangu. Unaona hapa tulikuwa na x minus 4 times x minus 4. Tayari ukiangalia answer wajua itakuja nini? X squared minus 8x plus 16. Nimetumia hiyo quadratic identity, lakini sitaki kukuharakisha. Wacha nitakupeleka polepole mpaka na wewe utafika, utaelewa. Hii ni Safina, hii ni Mewa Digital. Hapa ukisoma utaelewa tu inshallah. Tuko pamoja? So the three quadratic identities zimekamilika, lakini nairejelea hii ya tatu. So unaona hapa nilianza na a plus b kisha a minus b. Wacha pia niandike tena hii ya tatu, lakini nianze na a minus b followed by a plus b. Lakini kama ulisoma primary unajua kwamba ukimultiply mbele ama ukimultiply nyuma kwenye algebra haileti tofauti, wala kwenye arithmetic haileti tofauti. Ukiingia form 3 utaona kwenye matrices zinaleta tofauti, lakini kwenye algebra za kawaida, kwenye arithmetic za kawaida haileti shida. So a minus b times a plus b bado itakuja a squared minus b squared, lakini situifanye tuiconfirm. So a into brackets a plus b, kisha minus b into brackets a plus b. Itakuja vipi? A times a ni a squared plus a times b ni ab,
kisha minus b times a ni ab, kisha minus b times b ni b squared. So a squared yuko peke yake, plus ab minus ab wanaondoana, na mwisho inabaki minus b squared. So jibu litakuja a squared minus b squared. I think mpaka hapo quadratic identities zimeeleweka. Labda sasa tuangalie application zake katika expanding of brackets. So identity zetu tatu zilikuwa hizi hapa. Ya kwanza inakwambia kwamba ukichukua a plus b alafu multiply na a plus b mwenzake, yani a plus b squared, utapata nini? Utapata a squared plus 2ab alafu plus b squared. Hiyo ndio the first identity. Identity ya pili kakwambia ukichukua a minus b alafu we square, hiyo ni kama a minus b times a minus b mwenzake. Tukaona hiyo inakuja a squared minus 2ab alafu hapa mwisho bado kuna plus b squared. Identity ya tatu ikakwambia ukichukua a minus b ama a plus b tuanze, kisha ya pili uweke a minus b, jibu litakuja the difference of two squares, yani a squared minus b squared. Na ya mwisho tukaona number 4, hata ukachukua a minus b alafu times a plus b, bado jibu utapata ni a squared minus b squared. Of course hizi lesson tumezifundisha mara nyingi katika channel yetu ya Safina High School, na leo tunashirikiana na MEWA Digital, ambayo MEWA inasimamia Muslim Education and Welfare Association. Tunatarajia inshallah huku kushirikiana kutawasaidia wanafunzi wengi wapate hizi elimu. So we are hoping nyinyi ambao munazisoma mupate kuzijua, kwa sababu tushaambiwa hapa kwamba they equal those who know and those who don't know. Fanya bidii uwe katika those who know, lakini pia ukumbuke kwamba anayemsaidia mwenzake na Mungu humsaidia. Kwa hivyo fanya bidii kwamba baada ya kuzijua na wewe usaidie wenzako ambao mko klasini pamoja, ama mko mtaani pamoja, ama mko madrasa pamoja, ama mko online pamoja. Tafutaneni musaidiane, na baada kusaidiana ukumbuke kwamba mbora wenu ni yule ambaye akishajifundisha, akishajua, na yeye husomesha wenzake. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. So tushajua kuexpand brackets, sasa tunaweza tukafanya shortcut. Kwa mfano umepewa question kama hii 2x plus 3, amacha niondoe 2 niweke 5 ndo mtanielewa haraka. 5x plus 3 squared. So unaona hii imefanana na hii identity ya kwanza, a plus b squared, na a plus b squared inakuja a squared plus 2ab plus b squared. Kwa hivyo 5x plus 3 squared utaanza na a squared, ambayo 5x ukisquare utapata 25x squared, kisha plus 2ab, yani 2 times 5x times 3. 2 times 5 ni 10, na 10 times 3 ni ngapi? 10 times 3 ni 30. Kwa hivyo itakuja plus 30x, alafu plus b squared, 3 ukisquare utapata 9. Tuangalie example nyingine. Kwa mfano x minus 4 bracket squared, hii itakuja ni kama a minus b squared, na sasa hivi tumeiona hapa, si jamaa mnakumbuka? Sasa hivi a minus b squared itakuja a squared minus 2ab plus b squared. Kwa hivyo na hii x minus 4 squared itakuja x squared, hiyo ndo a hapo, kisha minus 2ab ni kama 2 times x times 4, ambayo hiyo itakuwa minus 8x, alafu mwisho ukichukua 4 kisquare utabaki hapa na plus 16. So that is how we use the quadratic identities to expand brackets. Ikiwa hujanielewa vizuri, kumbuka ziko video nyingi sana hapa tumefanya quadratic equations, quadratic expressions. Ingia kwa channel yetu ya Safina High School, na nitawaonesha pia channel zingine mzuri za maths. Wewe ni text tu kwenye WhatsApp niambie mwalimu
nataka channel mzuri za mimi kusoma maths nikapita kwa urahisi. So ukijiunga na sisi inshallah utaona kwamba mathematics ni booster subject. We hope you are enjoying this lesson. Inakaribia kuisha na tunatarajia mumepata faida nyingi sana leo. Kwa wale ambao walikuwa hawajui quadratic identities, sasa mumeanza kupata idea. Kwa wale ambao hawajui quadratic factorization, nimewaambia tutafuteni kwenye WhatsApp 0717588568 ama karibuni inshallah zitakuwa kwenye platform ya Mewa Digital ambayo mutapata structured lessons step by step mpaka muzidi kuwa na mapenzi na mathematics. Sawa sawa, acha tupumzike hapo, lakini tunawakaribisha katika ofisi zetu za Mewa. Ukitaka kuja Safina High School, sisi tuko Old Town Mombasa karibu na Fort Jesus. Na ukitaka kutembea Mewa, nafikiri mnaijua kwamba Mewa iko Majengo Mombasa karibu na Masjid Musa. Mewa is a non-profit organization, iko na hospitali, iko na library, iko na college ambayo katika hii college unaweza kusoma nursing ukapata very practical experience, na pia unaweza kusoma kazi zingine za mkono ama kazi zingine za professional kulingana na wewe umependa jambo gani usome. Kwa hivyo karibuni Mewa.org. Tutawafungulia pia platform ya Mewa Digital mahali ambapo mutapata resources. Lakini nataka tufunge lesson yetu ya leo kwa kuiangalia hii aya. Are they equal, those who know and those who don't know? So tukae kikao kizuri, tuface kibla, tusikize Qur'ani kisomwa. Tunaambiwa are they better amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdhuru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih? Je, wako sawa? Yani je, unaweza kumlinganisha yule ambaye amejitolea, amejipanga kwenye ibada na yule ambaye hajajipanga? Je, wako sawa wale wenye kusoma na wale ambao hawakusoma? Hizi ni aya mzuri za kuzisoma na kuzielewa. Inshallah hata ukitaka siku ya nikaha yako tutakutumia msomaji azisome, au sio? Tunawatarajia nyote muwe ni katika mabwana harusi na mabibi harusi watarajiwa. Ama kama muko tayari kwenye ndoa, Mungu awabariki, awazidishie mapenzi, awazidishie baraka. We wish you all the best wanafunzi. Tunawatakia kila la kheri, result ziwe mzuri na nyinyi mufurahi. All the best. So tumsikize msomaji huyu mmoja baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amman huwa qanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. Acha tumsikize na msomaji mwingine Abdul Basit Abdul Samad asome kwa tajwid, sio? Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا ورازقنا وشاهدنا من الشاهدين والشاكرين اللهم انفعنا بالقرآن واجمعنا على الإيمان ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا يا ربي tusomeshe yale ambayo yatatunufaisha na yatunufaishe duniani na akhera. Tunawatakia kila la kheri wanafunzi wetu. Munaweza mkaungana na sisi zaidi through platform za Mewa, ama munaweza mkanipata mimi pia through platform za Safina High School. Namba yetu ya WhatsApp ama namba yangu ya WhatsApp ni 0717 588 568. Kila la kheri. Ahsantum.